IKRA FM. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoendelea na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuendelee kuombeana amani, mshikamano na ustawi. Tuendelee kuishi kwa misingi ya upendo, kuheshimiana na kusaidiana. Kwa kuwa leo sio siku ya kuzungumza mengi sana, bali ni muhimu kwa ajili ya ibada ya iftari. Napomalizia, niwatakie wote kila laheri katika siku zilizosalia za mwezi huu mtukufu. Mwenyezi Mungu atulinde sote, atubariki na azipokee dua zetu. Asanteni sana na Ramadhani karimu. Ninatoa shukurani za dhati kwanza kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaweza kuyafanya yote hapa endapo tu rais amenipa mamlaka hayo kwa niaba yake kuweza kuyafanya hayo. Kwa hiyo mara zote nimekuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha rais wetu kuendelea kuniamini mimi kuwa kiongozi katika mkoa huu wa Mwanza. Kwa hiyo ninamshukuru sana kwa kuendelea kuniamini, na imani huzaa imani. Sisi tutaendelea kutekeleza yale ambayo tunawajibika kuyatekeleza kwa mujibu wa sheria. Lakini la pili, niwashukuru sana benki ya NMB pamoja karibu yako, kwa sababu mkurugenzi mkuu wa benki NMB, mama yetu, dada yetu Ruthi Zaipuna alikuja hapa. Tulikuwa na mkutano mkubwa kabisa wa mameneja wote wa benki NMB ukifanyika hapa Mwanza. Aliponiambia nimuombe jambo lolote, nikasema ninaomba, tunaelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, wewe na taasisi yako mshirikiane na mimi kuandaa riziki hii kwa ajili ya wananchi wa mkoa wa Mwanza pasipo kuzingatia dini zao. Na yeye akasema hilo limepitishwa, na tukashirikiana naye kikamilifu kabisa. Na kwa namna ya pekee nimshukuru sana meneja wa kanda kwa kulisimamia na kulitekeleza na kutekeleza maelekezo ya mkurugenzi mkuu wa NMB, dada yetu Ruthi Zaipuna. Kwa hiyo msione benki hii ni benki ya kigeni, la hasha, ni benki ya Watanzania kupitia uwekezaji uliofanywa na serikali. Kwa hiyo inaposema pamoja karibu nawe au karibu yako, inaashiria kwamba hii ni benki ya Watanzania wenyewe kwa 31.8. Kwa hiyo ninawashukuru sana NMB. Lakini nitumie fursa hii pia kuwashukuruni ninyi wote ambao tumewaalika kwa uchache wenu, mkiwakilisha makundi mengine yote. Leo tukisema tuwaite wana Mwanza wote, hapa mjini peke yake Nyamagana na Ilemela wako 1,000,000. Tutawaweka kwenye uwanja gani ili watoshe? Ndio maana tumesema hata bungeni hawaendi wananchi wote, wanaenda wawakilishi wa wananchi. Na hapa pia nyinyi mmekuja kwa niaba ya wananchi, ndio maana kila kundi limewakilishwa. Kwa hiyo ninawashukuruni nyie kwa kuhudhuria hapa. Tena shukrani za dhati kabisa. Kwa hiyo ujio wenu hapa una mambo mawili makubwa ambayo ni lazima watu tuyajue. Jambo la kwanza, mnaiheshimu serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mkaamua kughairisha shughuli zenu. Ninawafahamu watu hapa ambao ukienda nyumbani kwao wakikualika kufuturu, mstari wa vyakula umepangwa kuanzia hapa hadi kule getini, lakini wamekuja hapa si kufuata chakula. Hata nyie mmekuja hapa si kwa sababu ya chakula, mmekuja hapa kuimarisha undugu wenu na urafiki wenu na serikali yenu. Lakini pia serikali ni watu, na katika mkoa huu mtu huyo ni mimi. Kwa hiyo bila shaka, pamoja na mapenzi yenu kwa serikali, lakini pia mna mapenzi na yule aliyepewa dhamana ya kuisimamia hiyo serikali. Kama msingekuwa na mapenzi, tungeandaa vyote hivi, tungeweka mapambo mazuri, halafu unapiga simu tu, mkuu, leo nina dharura, na mimi singekuletea polisi. Lakini ujio wenu unaashiria urafiki wetu, undugu wetu, lakini pia mahusiano mema tulionayo. Na ndio maana hata mimi pia mnaponialika,
Ninajua kwamba siwezi kuhudhuria kila mahala, lakini najitahidi kuja. Kwa nini? Kwa sababu tunahitajiana. Mimi nawahitaji nyie, na niwakimbilie mnapokuwa na mambo yenu, na nyie mnanihitaji mimi, na ninapowaita bila shaka mnasema kwa lugha ya Kiarabu, wasamiu na watwana. Mkuu, tumekusikia, tutatekeleza. Ndicho mlichokifanya. Kwa hiyo mimi ninawashukuruni sana. Mwisho kabisa, tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanya mkoa wa Mwanza kuwa mkoa wa amani na utulivu. Tuendelee, si leo tu wakati wa mwezi mtukufu na Kwaresma, hata baada ya mwezi mtukufu na Kwaresma, tuendeleze matendo mazuri, matendo mema yanayojenga umoja, upendo na mshikamano. Lakini pia vitabu vinaelekeza kuitii mamlaka na kuiombea mamlaka, na inapendeza, tazama inavyopendeza watu wanapoishi kwa pamoja. Kwa hiyo hayo ni maagizo ya Mwenyezi Mungu, hayana budi tuyatii na kuyatekeleza. IKRA FM.